Yes, mambo vipi rafiki na mfuatiliaji wa YouTube channel ya Doto Ukae. Of course, leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa kama kawa nikikusogezea ile listi ya wasanii 10 ambao wenye miili mikubwa. Kwa kifupi tunasema ni wanene ama vibonge, si ndio? Basi fresh, siko ubaya kwa sababu wenyewe pia wanatambua hilo na wamekuwa wakienjoy pia katika namna hiyo, na wengine imekuwa ikifika hatua pia wanatumia miili yao kama sehemu ya kazi. I mean, kwa mfano kama comedians wamekuwa wakitumia miili hiyo, na hii basi bila kupoteza time ni top 10 ya wasanii 10 hapa nchini Tanzania wenye miili minene. Sawa. Namba 1 imekamatwa na mchekeshaji anaitwa Asha Boko. Wengi tunamkubali, tumemfahamu kupitia comedy ambazo amekuwa akizifanya kwa miaka mingi sana hapa nchini Tanzania, lakini pia amejizolea umaarufu mkubwa sana hata nje ya mipaka ya Tanzania. Ukitazama na ukimfuatilia pia vizuri utagundua ni namna gani pia ana feel proud kupitia mwili wake, na ni namna gani pia anaingiza pesa ama kipato kingi sana kupitia mwili wake. Of course ni namba 1 Asha Boko. Namba 2 inaenda kwake anaitwa Peter Msechu. Wengi tunakubaliana na hilo, na pia amekuwa ni kama mfano kwa wasanii wenye miili mikubwa sana, yani wasanii wanene, basi uwezo ukasahau jina hili hapa la Peter Msechu. Of course jamaa anafanya muziki wa Bongo Flava, lakini pia amejikita sana kwenye nyimbo za misiba. Peter Msechu, lakini pia wengi tulimfahamu kupitia Tusker Fame Project ambayo alikuwa ni mashindano ya kuimba alifanyika pale nchini Kenya. Alikuwa akihusisha wasanii wa Afrika Mashariki, lakini pia tukaja kumfahamu kupitia Bongo Star Search, lakini ngoma yake ya Nyota akiwa amemshirikisha Amini ndio ngoma ambayo ilikuja ikawa kubwa zaidi na kumtambulisha zaidi katika kiwanda cha muziki hapa Bongo. So nambari 2 amekamata huyu Peter Msechu. Namba 3 imeenda kwake Malkia wa mipasho wa muda wote, anaitwa Khadija Kopa. Yes, mama Zuchu amekamata nafasi ya 3. Nafasi nambari 4 imekamatwa na mchekeshaji anaitwa Tabu Mtingita. Wengi tunamfahamu kupitia kauli zake kama vile subutu, umenyelewa sijui. Huyu dada bwana na mabala mengi sana katika engo hii hapo uchekeshaji, na anapenda sana kutumia lafuzi ya Kimakonde pande fulani viza huko Mtwara, Lindi, kinaeleweka, si ndio? Tabu Mtingita amekamata nafasi ya 4. Nafasi ya 5 imekamatwa na Kobisi Kilaka, lakini mikoani bwana anamtambua kama mzee tupa tupa kupitia video ya Bahati Bukuku ambayo ameweza kuonekana mule. Wengi wanamuita hivyo bwana mzee tupa tupa. So anaitwa Kobisi. Sasa hivi anakiwasha sana bwana kwenye Kombolela humo. Yeye amekamata nafasi ya 5 kwa wale wachekeshaji kwa wale waigizaji ama wasanii wanene hapa nchini Tanzania. Kobisi amekuwa amekamata nafasi ya 5. Nafasi ya 6 inadondoka pia kwenye muziki wa taarabu, muziki wa mwambao, na mzungumzia Aisha Mashauzi anakuwa amekaa hapo. Jike la Simba, yani Simba jike linang'ata, si ndio? Nafasi ya 6 amekuwa amepoa hapo. Nafasi ya 7 inakwenda kwake brother mkubwa, sijui ni muite anko tukae humo. Yes, anaitwa Jacob Steven ama JB. Yeye amekuwa amekamata hapo nafasi ya 7. Tunafahamu ubora wake, umahiri wake katika kazi ambazo amekuwa akizifanya, na tangu ambapo tumeweza kumtambua Tanzania, jamaa hajatuangusha mpaka leo hii, haja drop kwa kifupi, bado anaendelea kukiwasha. Hiyo ni nafasi ya 7 kwake JB imekwenda. Nafasi ya 8 inaenda kwake anaitwa Love wa Jua Kali. Kibonge fulani hivi, ni mzuri sana kwenye scene ambazo anazopewa kucheza pale katika tamthilia ya Jua Kali. So anaitwa Love, anakwenda kwenye nafasi ya 8. Nafasi ya 9 pia inakamatwa na mchekeshaji anaitwa Mwene. Wengi tulikuwa tukimfahamu kama kipindi cha nyuma alikuwa anajiita Mwene No Diski kupitia vichekesho ambavyo alikuwa akivifanya kupitia kundi la Vituko Show ambao ilikuwa likiruka pale kupitia television ya Channel 10. Wengi tunamfahamu, lakini pia amekuwa akitengeneza combination nzuri sana na Shaboko kupitia miili yao. Sasa wakiungana pale wanakuwa wanatoa kitu kikubwa. Sasa nafasi ya 10 nataka nikusurprise na mmoja kati ya waimbaji wa gospel. Sidhani kama utakuwa unamfahamu, lakini kama ulikuwa haumfahamu basi leo naomba umfahamu kwa sababu hii ni exclusive. Miaka kadhaa nyuma iliyopita ukifuatilia utakuta Kajala alikuwa
Of course wengi tunafahamu kwenye maisha kuna mapito ya hapa na pale, kuna ups and down, kuna mambo lazima yatokee. So wakati Kajala alikuwa na challenge, changamoto, alikuwa na case, kuna picha ambayo iliweza kutrend sana miaka ya nyuma akiwa yuko mahakamani. So pale akiwa anaelekea mahakamani, nyuma kulikuwa kuna afande ambaye amesimama. Huyu anaitwa Afande Bupe, na kama ulikuwa ufahamu ni mwimbaji wa gospel ambaye kwa sasa hivi makazi yake yako pale nchini Canada. So nafasi ya 10 tunaweza tukamtunuku tukamweka hapo, itakuwa iko poa sana. Lakini pia kuna wasanii wengine wengi tu ambao ni wanene, lakini hapa naona kama hawajafiti hivi. So endelea kushare na mimi, unaweza ukaniandikia listi yako hapa ya wasanii wengine ambao wewe unawakubali, unaona huyu mbona ni mnene sana, huyu mbona nini hapa hajakaa. Wapo wengi sana, hata kuna Lamata Lea, naye pia ni mnene by the way, lakini hajakaa katika top 10. Kuna Shilole Shish Baby pia ni mnene, hajakaa kwenye top 10. Kuna Liama Ali hajakaa pia katika top 10, lakini pia wapo wengi sana, lakini kwenye top 10 hawajakaa. So wewe kwa upande wako unahisi kwamba nani na nani wangekaa kwenye top 10, mchongo ungekuwa umefiti sana. Naitwa Doto Ukae. Big shout out sana kwa wote kwa kushare, kulike, kucomment na kusubscribe YouTube channel ya Doto Ukae. Ciao.